Asante, naomba tupige makofi kwa panel. Basi kaka yangu poa mama, uwanja ni wako, karibu sana. Asante sana ndugu MC kwa nafasi hii muhimu na adhimu kabisa ambayo imetukutanisha sisi sote. Bwana Yesu asifiwe jamani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona kama tumechoka sana, tuko tayari kupata kile ambacho tunatamani kulisikia. Ni asubuhi, mchana? Mchana. Imeshakuwa mchana tayari ya mchana wa leo, na assalamu alaikum. Bwana, natumaini tukakutana watu kutoka dini tofauti, japokuwa tumekutana katika eneo hili la nyumba ya sala. Nimepata bahati nzuri ya kukutana na ndugu zetu ambao tutakwenda kujadili juu ya ujasiriamali pamoja na uwekezaji. Tunafahamu wote kwa pamoja zimekuwa ni topic ambazo mara nyingi zinazungumziwa sana kwa kiasi kikubwa, na tumeshuhudia mabenki ya kutosha wakiwa na challenge ya kuonyesha faida ambazo wamezipata na nini huduma wanazitoa kupitia picha ambazo zinaendelea za watu kuwa katika ulingo, si ndio? Wangapi tumeona vile vitu? Kama mmoja tunaweza kupunga mkono. Basi tunaye ndugu Kelvin Kibenja, Instagram nampata Kelvin Kibenja, na Madam Victoria Mabuba, Instagram nampata Lubina_by_Victoria, nampata hivyo. Lakini pia tunaye ndugu yetu Sebastian, mtaalamu kabisa by International Corporate na Solomon MC, lakini pia ni journalist kama mimi, ni mwandishi wa habari kutoka kituo cha ITV. Unampata pale katika vipindi mbalimbali, lakini hasa katika wakati wa michezo tunadunda pamoja. Ndio pia. Sawa sawa. Asante sana. Mimi ni Paul Amara, ni mtangazaji kutoka Tanzania Broadcasting TBC. Tuko hapa katika kuhakikisha sasa vijana tunazungumza lugha moja. Baada ambayo tunaenda kuitazama, ndugu zangu, ni juu ya uwekezaji pamoja na entrepreneurship pamoja na investment. Tutatazama kwa ukubwa wake. Nianze na ndugu Sebastian Kulo, ambaye ni International Corporate pamoja na Solomon MC. Kazi ambazo nazifanya ni zaidi ya moja, ambazo vijana wa Kitanzania. Sawa sawa. Habari za mchana. Kuna changamoto ya kwanza kubwa zaidi nafikiri ni muda. Na nafikiri muda inafahamika kabisa jinsi gani ilivyo ngumu kubalance ama kuweka usawa kwenye mambo ya kazi, hata kama ukiwa na kazi mbili au tatu. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ambayo inazungumzika zaidi ni muda. Changamoto ya pili ni kwamba hasa kwa kijana, mara nyingi hivi vitu ndio anakuwa anavianza. Kwa hiyo vyote vinakuwa vina ugeni. Kwa hiyo kuvifanya vitu viwili vitatu kwa muda mmoja vinakuwa na changamoto zake pia katika kuvibalance. Changamoto nyingine ni ushauri potofu. Nafikiri sasa hii sasa ndio changamoto ambayo nafikiri yani sio changamoto ya ChatGPT. Najua kuna zile point ambayo unaweza kusearch tu kwenye Google ukazifanya. Hii ni changamoto ya kiuhalisia kwamba na uhakika hapa mtu yote alioanzisha biashara kuna wakati fulani alipata ushauri potofu, lakini na uhakika pia kama una kitu fulani unataka kufanya sasa hivi, inawezekana katika ushauri unaopata mmoja ni potofu kabisa, ni uongo kabisa. Kwa hiyo ni changamoto nyingine ambayo nafikiri katika kubalance hiyo inakuwa ngumu sana. Kwa mfano kutapeliwa. Sisi kwa mfano kwenye UMC tunaomba msitutapeli jamani. Kama MC waliokuwa wanajua. Kwa hiyo unaweza kuwa unatapeliwa sana. Sasa changamoto ni kwamba ulipewa ushauri kwamba usiwe na wasiwasi, wewe muombe Mungu tu, au usitengeneze mfumo wote, mambo yataenda. Na hata ukiangalia maduka mengi yanauza vitu vinafanana. Nafikiri pia hiyo ni changamoto nyingine. Lakini changamoto kubwa kuliko zote ukiangalia kwa haya niliyozungumza ni namna gani ambavyo wewe utabalance muda wako. Kwamba kama una mambo yako binafsi basi utayawekea muda saa ngapi uyafanye. Kama una mambo yako ya kazi, sababu kazi yenyewe haijui kwamba wewe una mambo yako binafsi. Yenyewe na yenyewe pia inataka uwepo wakati unaotakiwa. So changamoto ya muda nafikiri ni kubwa zaidi, lakini pia hiyo ya kuambiwa vitu ambavyo si kweli.
Asante. Unaweza ukafikiri zaidi kwa nini tumeanza kuzitazama changamoto kabla ya kutazama mafanikio? Vijana wengi tunakumbwa na swala la kushindwa kuendelea mbele kwa sababu ya kuangalia maisha binafsi. Yana nafasi gani katika kukuona Sebastian ambaye wewe mitandao ya kijamii ya kutazama au wewe binafsi unavyojiona, tunategemea kwamba kipi yako sawa na kile ambacho tunakiona katika mitandao ya kijamii? Kama nimeelewa swali lako ni kwamba yani maisha yangu yale yanayofahamika nje yanaakisi vipi maisha yangu sasa sahihi, si ndio? Hilo ni swali zuri na nafikiri wewe umeuliza swali branding ni nini. Yani kwa kifupi kabisa umeuliza nini maana ya branding. Yani branding maana yake ndio wewe sasa wa ukweli kabisa ambaye watu ndio wanakuzungumzia wewe, saa zingine hata hujui. Na awali ya yote nilikuwa nataka kusema jambo moja kuhusu hili swala. Sisi hapa tukiwaambia kuhusu time management, tunatakiwa pia tuwe watu wa kwanza kufuatilia swala la time management. Si ndio manake? Si ndio hayo unayozungumzia? Maana unajua tunaweza tukawa tunaangalia masuala aliyotoa mfano Kevin hapa kwamba tu naweza nikasema nina hela au nawashauri namna ya kupata hela, kumbe sina. Tuachane tuna haya. Naweza nikakwambia hapa inabidi uwe makini sana kwenye kuangalia kazi zako unavyofanya kwa umakini, alafu tukitoka tu nje mimi mwenyewe sifanyi kazi zangu kwa umakini. Au naweza nikakwambia uwe humble sana, lakini mimi mwenyewe siko hivyo, na tabia ambayo ni tofauti kabisa. Mimi nafikiri maisha yangu kwa sababu ya malezi yangu na kwa sababu ya jinsi ambavyo nimekuzwa, lakini pia mafunzo au video ambazo mimi nazitaga moments to forget. Yani yale mambo ambayo yanatokea kwenye sherehe lakini sio mazuri sana. Sasa huyo ndio mimi. Lakini nikiangalia kwenye swala la MC wengi na watu wa huduma wengi wa sherehe, hicho ni kitu ambacho ndio kinakuletea followers, sababu watu wanapenda vitu vibaya. Umeona? Sasa mimi ninachowazaga ni kwamba sitamani yule mwenye sherehe akumbuke sherehe yake kwa picha zilizosambaa mtandaoni za kwangu mimi. So huo ni mfano mmoja wapo kwamba mimi kweli unachokiona mtandaoni ukiangalia na hata watu wengine tunaona kweli MC wewe hauna mambo fulani ambayo ni nje ya maadili. Lakini pia ukiangalia hapo mwingine anakuambia mbona kama umepoa hivi, yani hauna huyu bwana page yake haina amsha wenyewe wanakuambia. Yani manake haina watu wajavaa nguo, haina mtu ameanguka, mtu alikuwa anacheza ameanguka au anacheza vitu ambavyo havieleweki, unaelewa sio, au amelewa. Sasa pia ni vitu ambavyo mimi naitaga moments. So nafikiri mimi naweza nikasema kwamba ninajitahidi kuhakikisha maisha yangu yalivyo ndivyo nilivyo. Yani nisijaribu sana kuakisi mambo mengine. Sasa hivi nimeanzisha page nyingine, ukiacha ile Seba Koloa, na page imeandikwa Siebo Consult ambayo ipo Instagram na TikTok. Yenyewe inatoa ushauri of course, yani kwa mambo ya kimaisha. Mambo mengi ninayotoa mle ni mimi mwenyewe nimeanza kujitathmini. Umeelewa? Kwa mfano juzi nilikuwa nimeweka video moja nasema ukiwa umetoka kama hapa sasa hivi ukijaribu kupita kila mtu hapa, tulikuwa tunaulizwa majina hapa, tutafute sijui hapa nasema kila mtu ananukia vizuri hapa. Lakini wale watu walioko nao nyumbani unanukianga vizuri ukiwa nyumbani. Sijui umeelewa? Lakini hicho ni kitu mimi mwenyewe nilijiwaza. Nilikuwa nimeweza kuoga nikaingia pale nikasema perfume deodorant kwa ajili ya nani? Nimeelewa. Sasa nikasema lakini this is not fair. Kwa hawa niliokaa nao ndani, kwani hawana haki ya kusikia mimi nikiwa nanukia vizuri? Nikatengeneza video. So nafikiri hii ndio nafikiri hapo nimejibu kidogo kwa kiasi kubwa sana. Tunatamani tumalizane na Sebastian kutokana na muda ili aweze kwenda, alafu tuendelee. Kwanza naomba niombe radhi. Niliomba saa 6 kamili niondoke. Sio kwa sababu naringa wala naogopa kama alivyosema Kevin kwamba mtaniomba hela, hapana. Ni kwa sababu ni kweli kabisa nina shughuli nyingine na changamoto tu ni kwamba iko Bunju. Kwa hiyo ndio maana nina wasiwasi nisije nikachelewa kule, wakati nimewaambia hapa kuhusu time management itakuwa siishi sasa maisha ya kweli. Asante sana. Tunapokaribia kumalizana na wewe, ni ushauri gani ambao unatamani au kuwahi kumtoa sehemu yoyote unatamani uzungumze hapa? Na lile jambo jipya ambalo kijana kilisikia anaweza kumsaidia kupiga hatua sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuliko hata wewe ambapo ulipofika. Yaani ukweli kutoka sehemu nyingine. Sawa. Yaani kusema kitu kipya kabisa itakuwa ngumu, lakini cha kwanza kabisa pia kwa sababu tuko mahali pa kiimani. Mimi nafikiri cha kwanza kabisa
hebu tumuombe sana Mungu, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinakuja kama watu wanaita bahati, lakini mimi naamini ni kumuomba Mungu. Umeona story za Kevin zote zinaelezea jinsi ambavyo amepita kwenye mfumo fulani ambao hizo bahati zilikuwa zinamfuata. Si ajabu asingekuwa chuo, asingepata hizo fursa alizozipata. Sio, umenielewa? Kwamba fursa zipo, lakini saa nyingine Mungu, sio saa nyingine, mara zote Mungu ana nafasi kwenye hizo fursa zetu. Kwa hiyo pia ukimwomba Mungu anakuepusha na kuna kitu mimi na mke wangu tunaitaga kupishanishwa na majira. Yaani wewe unapishanishwa, yaani watu gari la mshahara linakuja leo, wewe ndo hauji hiyo kazini. Sio, unanielewa? Kwa hiyo kama Mungu anakusaidia hivi usipishanishwe, inakurahisishia. Jambo la kwanza. Jambo la pili, wakati katika hii speech yote aliyosema hapa, aliyosema Kevin, kuna kitu amekisema haraka sana kwa sababu akikuwa katika pointi zake, lakini ni ndo yeye. Amesema mimi waga ni mtu wa kuteka action, lakini akapita haraka kwenye hiyo sentence. Akaenda zake. Sasa sisi vijana mara nyingi hatuteka action. Na mimi nimefanya makosa mengi sana, nimechelewesha kwenye vitu vingi sana kwa sababu ya kuchelewa kuteka action. Kitu ambacho ningeweza kufanya mwaka huu, nimefanya mwakani. Kuna picha nilitakiwa nipige na mtu, lakini nilijisikilizia nikaona huyu nani kwani mpaka nimuombe picha. Umeelewa? Lakini huenda ningepiga naye ningeweza kupata mileage kubwa. Sasa nisema kama huyu yuko na Kevin pamoja, huyu yuko na Victoria pamoja, basi atakuwa mtu wa maana huyo. Lakini nikajistukia, umeelewa? Take action vijana. Sawa. Naomba nitoe mfano. Kama hujatoa mfano, naomba kamera person apige picha uweka. Atakuwa kama atakuwa hajapiga. Sawa, naomba nitoe mfano. Sawa. Na hesabu nina sekunde 10. Sawa. Nina sekunde 10. Ninauza shilingi 2,000 kwa 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hakuna mtu aliyokatia. Tulie mkakai. Iko wapi 1,000 yenu? Nimefanya hivi mkono. Twende tukakai. Tumeelewa? Tumeelewana? Si tumeelewana? Yaani kwamba unapoisikia tu kitu unachukua na fursa hiyo kwa muda gani, haraka kiasi gani? Si umeelewa? Unaweza kusikia, wote tunasikia hiyo fursa. Wote tumesikia. Kila mtu amejiambia cha kwake. Kuna mtu amesema 2,000. Kuna mtu amesema huyu anaongea kitu gani? Kila mtu amesema cha kwake, lakini hiyo 2,000 ungeipata kwa 1,000. Sawa? Na sekunde 5 nauza 5,000 kwa 2,000. 1, 2, 3, 4, 5. Nani amenipa 5,000? Nimefeli sasa. Nimesema nauza 5,000 kwa 2,000. 2,000 kwa 5,000. So, na shilingi 10,000. Lakini mimi sio mjinga. Wamepiga mahesabu kwamba atakuwa anaiuza 5,000. Hapo tayari mpaka uje ustuke sasa kwamba watu watatu washaibiwa na desi. Unaona ndio unaibiwa sasa. Kwa hiyo ukiwa na opportunity umeiona imetokea, fanya haraka kuchukua hiyo opportunity, lakini jamani tuendelee kumuomba Mungu sana, ni muhimu sana. Sasa na makofi kwake ndio sisi tunakushukuru. Tunakushukuru sana na kwa majukumu ambayo umetuambia naweza kuendelea nao sasa, sisi tuendelee na ya. Nashukuru sana, nimefurahi sana kuja hapa leo kwa sababu nani anasali hapa kanisa hili? Mchungaji wenu anaitwa nani? Semeni kwa nguvu. Lamek Numba. Kuna mchungaji mwingine? Kuna mchungaji mwingine? Mchungaji Vincent ni mchungaji wa wapi? Vincent ni Albano. Niliambiwa atakuwepo hapa. Mnamfahamu huyu mchungaji? Mchungaji Vincent mnamfahamu? Hebu shangilieni basi kama mnamfahamu. Sasa haya mambo ya kuambiwa kwamba ujuzi unakuwa, mimi na Vincent tumesoma hapo Ubungo National House. Ndio tumemaliza la 7 wote hapo. Kwa hiyo tumesoma shule ya msingi ya.
Lakini mimi siku hizi kama ukiangalia hiyo CV yangu nafanya corporate MC, naongea Kiingereza, Kiswahili. Huo ujuzi wa Kiingereza nimejifunzia hapo hapo kwenye hiyo shule hapo, na sasa hivi imepakwa rangi, ni nzuri zaidi. Ilikuwa kidogo na tumeweza siku nyingi kidogo. Nawashukuru sana jamani, barikiwe. Jamani, naomba mnisamehe sana 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 sana. Bwana, tutawasiliana. Haya, poa. Thank you.